Gonya ya maisha, unaweza kujiuliza kitu moja hivi, kwenye kumtumikia Mungu watu wanaingia kwa moyo mmoja au wanaingia kwa sababu ya influence ambazo imewakuta kwenye maisha katika kupambana, au kuna mtu ambaye aliwafanya watu hao waweze kuingia? Sababu tunaona watu wanaingia huko lakini bado wanazifuata raha za dunia na bado wanaendelea kuishi maisha ya kidunia. Nini ambacho kimeweza kuwapelekea wao kuweza kuendelea kuishi maisha haya ya kidunia ingali tayari umesha kuingia kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu? Basi ungana na mimi kwenye hii simulizi ni kusimulia kisa cha masista mpaka kuweza kufukuzwa katika utawa. Mimi naitwa Chris JR na hii ni simulizi yako pendwa kabisa. Let's go. Katika mtaa wa Kimara kulikuwa kuna kanisa kubwa ambalo lilikuwa likihifadhi na kulikuwa likiheshimiwa sana. Ndani yake waliishi masista waliotambulika kwa nidhamu, unyenyekevu na maisha ya kiroho kabisa. Lakini nyuma ya panzia kulikuwa na jambo ambalo hakuna mtu ambaye alilijua. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafahamu kama kuna uchafu ambao wanaufanya. Uchafu gani? Tutajua huko mbele, mshikaji wangu. Kijana mmoja wa mtaani, sasa umshikaji alikuwa anaitwa Baraka. Yeye alikuwa ni dereva bodaboda tu. Kazi yake ilimfanya aone mambo mengi ambayo watu walishindwa kuyaona wakati wa usiku, ambayo watu wengine walikuwa hawezi kabisa kuyaona. Sasa siku moja majira ya saa 5 usiku hivi, alikuwa amemuona sister moja akitoka kanisani kimya kimya kwa kunyatia, akiwa amevaa nguo za kawaida tu, kitu ambacho hakikuwa cha kawaida sana. Sasa mshikaji akaona alishangaa kwanza, akaamua kumfuatilia kwa mbali ili kuweza kujua sasa anaelekea wapi na usiku huu. Sister huyu alielekea hadi nyumba fulani ya zamani, ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu. Baada ya dakika chache gari la kifahari lilifika. Watu waliingia ndani na mlango ukafungwa. Jamaa aliduaa kidogo, akabaki kujiuliza maswali mengi ambayo hayana majibu. Kuanzia siku hiyo Baraka alianza kugundua mambo ya ajabu ambayo alikuwa hayajui kabisa. Vitu ambavyo Baraka alikuwa amevigundua, pamoja na masista kadhaa walikuwa wanatoka usiku kwa zamu. Yeye alikuwa anabadilishana, leo anatoka sister huyu, kesho anatoka sister huyu, ili wasijulikane, kwa sababu akitoka wote itakuwa ni kesi nzito. Lakini pia aligundua kulikuwa kuna watu wa hadhi kubwa wanaokuja kisiri na kuweza kuwachukua au masista kuweza kuwatumikia au kuweza kuwatumia. Na kila alijaribu kuuliza sana alipata matatizo. Sasa siku moja Baraka aitoe rafiki yake Baraka, alikuwa anaitwa Musa jamaa. Aliamua kuingia ndani ya ile nyumba ili kujua siri. Kuna nini mle ndani? Kwa nini masista wao wanapenda kuingia mle ndani? Lakini hakurudi tena. Baraka alishtuka mno. Hofu ilianza kumjaa. Lakini hamu yake ya kujua ukweli ulikuwa kubwa zaidi. Alichimba hadi alipogundua kuwa kulikuwa kuna mtandao wa siri wa biashara haramu unaotumia kivuli cha kanisa kujificha. Masista waliokuwa wanaheshimiwa mchana, usiku walihusika mambo ya ovyo na yangewashangaza watu wengi sana kabisa. Mbele ya watu, yani mbele ya jamii, mambo yao yalikuwa machafu sana. Sasa unakuja kugundua kwamba kuna vitu vya siri ambavyo vilikuwa vinaendelea ndani ya kanisa hilo. Ndani ya kanisa kulikuwa kuna siri nzito ambayo ilikuwa inaendelea, na masista walikuwa wanatumia tu kama kivuli cha kanisa kwa ajili ya kuweza kuendesha mambo yao. Sasa lakini akwambia kwa masista walikuwa wanaheshimika mchana, usiku walikuwa na mambo ya ovyo ambayo yangeshangaza jamii yao. Baraka alipokusanya ushahidi, alikutana na tishio kubwa kinoma. Ukifungua mlango utapotea kama Musa. Sasa usiku ulikuwa mzito sana. Usiku moja alipojaribu kukimbia na ushahidi alifuatwa. Simu yake ikazimika ghafla, na hapo hadi leo Baraka hajawahi kuonekana tena. Unataka kujua Baraka